It's another fresh week, mtazamaji wa Domeko TV, karibu sana kwenye mdundo, na hapa ndo tunakupitisha kwenye habari za kiburudani za ndani na nje ya Tanzania. Mimi mwongozaji wako naitwa YG, so let's go. So kwa kwanza leo tunaanza na msanii Zuchu Zuhura Kiboko ya Vigagula, ambaye yeye ametangaza kwamba anakuja na madarasa, ambao madarasa hayo yatakuwa na husiana na kuendeleza vipaji kwenye tasnia ya muziki. Yani kwamba atakuwa anahusisha wanamuziki, anakuwa anahusisha managers, anakuwa anahusisha dancers, ma DJ na wengine. Lakini pia kama anasema kwa mwaka atakuwa anachagua siku kadhaa za yeye kuweza kufanya kitu hicho. So kupitia mtandao wa Instagram ameandika, this year is very special to us, yani mimi na nyinyi, maana nilipata wasaa mzuri wa kuandaa kitu kikubwa kinachohusiana na kuendeleza vipaji kwenye tasnia yetu. Nakumbuka kipindi najitafuta, laiti kama angetokea mtu wa kunipa mafunzo, basi na uhakika pengine ingenichukua muda mdogo wa maandalizi, lakini ilikuwa tofauti sababu ilibidi niingie field kujifunza, ndio maana ikanichukua zaidi ya miaka 4 kujiandaa. Kwa kuyapitia hayo, nimeona ipo haja ya mimi kuja na madarasa kila mwaka yatakayofanyika kwa siku kadhaa, lengo ikiwa ni mafunzo na kuwatayarisha vijana wanaotarajia kuwa nyota wa baadaye. Zuchu Masterclass 2026 itakuandaa wewe mwanamuziki, manager, dancer na DJ kwa ajili ya majukwaa na tasnia kwa ujumla. More details to be announced soon. Katika System Masterclass Tanzania #Zuchu Masterclass 2026, begin your journey with me. Kwa hiyo kama ilivyosomeka hapo, kama wewe ni DJ, ni dancer, mwanamuziki ama ni manager, basi unajua kabisa upo nyumbani na unatazama mdundo kwa wakati huu, basi hebu utakuwa hauchezi mbali na mtandao wa Zuchu ili kuweza kujua labda kuna processes za aina gani ili hata wewe uweze kujifunza. Kwa hiyo hapa ni tukae mkao wa kula tuweze kusubiria na kuona je ni mpango gani umewekwa na haya mambo yataenda vipi. So una maoni gani kuhusiana na haya? Unaweza ukaandika hapo kwenye comments. Tukiachana na Zuchu, story nyingine inamhusisha shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club, ambaye yeye ni comedian, anafahamika kama Uncle Nzala, ambapo Uncle Nzala ameingia kwenye headlines baada ya yeye kuweza kufanya video na tajiri hapa nchini Tanzania, mmoja wa matajiri hapa nchini Tanzania, ambaye ni Mohamed Dewji, ambaye ni mwekezaji kwenye timu hiyo ya Simba Sports Club. So kama nilivyosema hapo awali kwamba Uncle Nzala ni comedian, basi aliweza kufanya video pamoja na Mohamed Dewji, ambapo video hiyo ilikuwa inamuonyesha kwamba labda kuna kitu kama wana discuss fulani, alafu Uncle Nzala anapigiwa simu na Ally Kamwe, ambaye Ally Kamwe kama unavyojua yeye ni msemaji wa club ya Young Africans. Halafu anakaa kidogo, tajiri anaona huyu vipi tena jamani, mambo ya Simba tena anapigiwa na Ally Kamwe. Halafu anakaa kidogo tena anapigiwa na rais wa Young Africans ambaye ni Engineer Harris. Sasa Mo Dewji anakuwa anamwangalia fulani, yani huyu vipi tena jamani, au kaja hapa kunichunguza fulani. Kwa hiyo kiukweli kama unavyojua ni ngumu sana kumpata mtu kama tajiri kama vile tena kumfanyisha video. Lakini kuna moja interview ambayo niliona amefanyiwa Uncle Nzala akiwa ameenda kuangalia mechi ya Simba. Uncle Nzala kama ulizwa, je, ulipata changamoto gani wewe kufanya video na Mo Dewji? Akasema no, haikuwa changamoto, yani haikuwa kwamba ni ngumu, yani kwamba inabidi upite kwa fulani ndo umpate tajiri. Lakini kwa kuwa Mo Dewji yeye ni shabiki pia wa Uncle Nzala, kwa kwake ikawa ni rahisi kwa yeye kuweza kufanya naye kazi. So tukaangalia video hiyo ya Uncle Nzala pamoja na Mohamed Dewji. Mchoro Engineer Harris. Ndio kiwanja ilikuwa hivi, swimming pool itakuwa hivi. GSM. Goodbye. Wala siku nyingine wanipigiaje.
Tukienda kimataifa, story ya kwanza inaanzia nchini South Africa ambayo inamhusu msanii kutoka nchini South Africa ambaye ni Scotty Mafuma. Sasa Scotty Mafuma alikuwa na show huko nchini Uganda ambapo ilibidi aende akapige show yake huko. Lakini inaonekana kama promoters wakamuangusha Scotty Mafuma yeye kuweza kuperform huko. Sasa watu wale Uganda wakawa wanamuuliza, jamani Scotty vipi tena jamani? Mbona hatuoni ukiposti? Unajua ile msanii akawa anakuja, kwa mfano anakuja msanii Dodoma lazima ataposti Dodoma na show yangu tarehe fulani nini kama sio kupost basi anaweza akafanya kiclip akaongea, lakini kwa Scotty haikuwa hivyo. So akaona clear the air ili watu wa Uganda sije kamaona labda Scotty kala hela za show alafu hajafika. Sasa kupitia Insta story ya Scotty Mafuma, yeye akawa ameandika Kiingereza lakini nitasoma kwa Kiswahili. So alichokimaanisha Scotty Mafuma ni kwamba hakuna msanii atakayeruhusiwa kutumbuiza bila kulipwa kiasi chote cha fedha kwanza. Nyinyi mlitaka kuchukua advantage ya kinachoendelea South Africa kuhusu mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni, yani ile xenophobia. Halafu msinilipe baada ya performance. Sasa mnataka kuonekana wasafi mbele ya watu wenu ili hali mnajua kabisa mmevunja mkataba uliokuwa unasema malipo yote yafanyike siku 7 kabla ya event. Sina tatizo lolote na nchi yenyewe. Tatizo langu ni waandaji wa tukio hilo. Mnaweza kunilaumu sawa, maana siku zote lawama huishia kwa msanii kutokana na kutokuwa waaminifu kwa waandaaji. Kwa mashabiki wangu wa Uganda, walaumuni promoters wenu, si mimi. Huyo ndio Scotty Mafuma. Sasa yeye mwenyewe pia akawa ameingia live kupitia Instagram na akawa anaeleza kuhusiana hilo swala, lakini pia akawa anasema yeye hajali. Sio kwamba hajali kwa ubaya, lakini hajali kwa uzuri kwa sababu yaani watu inabidi watu wakienda show basi kwenye makubaliano yale waliowekeana basi ndio iwe hivyo, lakini yeye amesema anachukulia advantage kwa vitu ambavyo vinaendelea huko South Africa. Na kiukweli hii sio mara ya kwanza, sio tu nchi zingine, hata hapa Bongo unakuta hapa msanii unamsubiria kwa hamu, unajua event yangu hapa Jumamosi yangu na tupia mtoko wangu alafu msanii atokee inakuja tena kwa jamani tena imekuaje msanii amezingwa, lakini kumbe kuna muda promoters wao wenyewe ndo wanazingwa. So hebu dondosha comment yako hapa kuhusiana na hili swala la promoters, sio tu nchini Uganda bali hata nchi zingine ambao wanakuwa wanakwamisha show ya mtu fulani kuwepo kulingana na kwenda kinyume na malipo ambao wanakuwa wamekubaliana. So right now tutaenda tukaangalia Scotty Mafuma. Which means no more Uganda. I'm telling you, even those who love me guys in Uganda, I'm very sorry. But there's no more Uganda for me. And I don't care. You must know that I don't care. Why is he in prison? Why? Tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ya Ijumaa iliyopita ilikuwa ni tarehe ambayo msanii kutoka nchini Marekani Drake aliweza kuachia album yake ya Iceman. Na humo ni kwamba Drake aliachia album mpya 3 kwa siku moja, yani haijawahi kutokea. Lakini kama unavyojua msanii akiachia album za hivyo basi lazima utazikuta kwenye applications za muziki kama Apple Music, utazikuta Spotify, utazikuta Audiomack na sehemu nyingine tofauti. Sasa lakini kupitia album hizo ambazo aliachia msanii Drake, kilichotokea bwana ni kwamba watu walivyokuwa nasubiria hizo album ya kwake Drake, so kupitia mtandao wa Spotify mambo yakaenda tofauti. So pale ambapo watu walikuwa wakienda wana search, yani waliowahi walikuta album hiyo tayari ipo na ni watu wakaanza kusikiliza, lakini kwa kuwa streams zilikuwa ni nyingi, kwa hiyo ikasababisha mtandao huo kupata hitilafu. Lakini Spotify wenyewe kupitia mtandao wa X ambao zamani ilikuwa inaitwa Twitter, wakaja wenyewe kuandika kile ambacho kilitokea. So wakaandika mchakato wa awali wa ukaguzi wa streams ulikamilishwa kwa njia ya manual. Hali iliyosababisha streams za nyimbo 2 tofauti kutoka kwenye album kuunganishwa pamoja kimakosa. Drake anaendelea kushikilia rekodi ya msanii na album iliyostreamiwa zaidi ndani ya siku moja mwaka 2026. Tunaomba radhi kwa kosa hilo na tayari tumeweka utaratibu mpya wa ukaguzi ili kuzuia matatizo kama haya kutokea tena hapo baadaye. So wale ambao wanatumia Spotify waliweza kuomba msamaha kistahili hiyo, lakini wengine waliona huku basi kuna shida, wengine wakawa wanakimbilia kwenye sehemu zingine za kusikiliza muziki kama Apple Music na zingine. Lakini kama wewe ambaye umesikiliza album hiyo ya Iceman ya kwake Drake, hebu tuambie kwenye comment section. Kweli alivyoviimba, alivyoshirikisha humo ndani, je, ni vinavutia? Ama wewe umeonaje? So kwenye comment section hapo wewe andika maoni yako.
As in for today, I'm signing out kama hivyo. Asante sana kwa kwamba umeweza kutega sikio, lakini pia kutazama mdundo ndani ya Domeko TV. My name is YG. Bye.